wanaongoja Bwana watapanda juu kwa mbawa zao kama tai. Watakimbia mbio za kiroho, wala hawatachoka. Wataenda kwa miguu yao, wala hawatafanyaje? Hawatazimia. Hautazimia ukiwa na Roho Mtakatifu. Hautachoka ukiwa na Roho Mtakatifu. Hautamwacha Yesu ukiwa na Roho Mtakatifu. Lakini matokeo ya maandalizi, hii ndilo lengo la maandalizi yetu, kupokea madhihirisho ya Roho Mtakatifu kwa wingi ili tuwe mashahidi wa Kristo. Roho Mtakatifu yupo kwa ajili yetu, na huyu tukiendelea kumpa nafasi na kuendelea kujazwa naye na madhihirisho yawe wazi, maana yake tutakuwa mashahidi wa Kristo kweli kweli. Mungu atusaidie sana. Amen. Baada ya kujazwa Roho Mtakatifu, wanafunzi, tunaona mtu mmoja anaitwa Stefano anakamatwa na raia binadamu, wanamshughulikia ponda mawe kwa sababu amejazwa Roho Mtakatifu. Badala ya kulia mama nafa, mayo nafa, anawaambia naona mbingu zimefunguka. Amen. Mungu atusaidie sana. Amen. Ninaona mbingu zimefunguka. Jiwe linashuka kichwani pa. Anasema naona mbingu zimefunguka. Mungu atusaidie sana. Unajua singekuwa na Roho Mtakatifu amepiga yote. Na ukweli, jamani ni ukweli. Jiwe likishuka kwenye mwili, unasikia maumivu mpaka kwenye kidole cha mwisho. Ukiwa kuna Roho Mtakatifu. Na unaanza kusema nimeisha. Sio tu nimeisha, unaanza na kulima mbio. Kama maumivu makali huku unapiga mieleka unaenda. Ambayo inakufuata, sio? Lakini ukiwa na Roho Mtakatifu, vita yoyote ukikutana nayo, unapasua, unapita, unaendelea. Hata kama watu watafikiri jamaa leo hapa havuki, atakuona kwa ngambo ya pili unadunda. Sema tufikiri mrokola maisha. Kumbe naendelea. Kazi ya Roho Mtakatifu akiwepo katikati yetu, anataka tuwe mashahidi wa Kristo. Anataka uwe shahidi wa Kristo. Tamani madhihirisho ya Roho Mtakatifu alimo ndani yako. Roho Mtakatifu yupo na wewe kwa sababu ya kazi za Mungu. Yupo na wewe ili neema ya Kristo iendelee kuwa nyingi katika maisha yako. Yupo ili uendelee kuishi maisha matakatifu, uendelee kuwa ushuhuda mzuri katikati ya ndugu zako, katikati ya jamii. Ni wewe kujiachilia, ni wewe kujimimina, ni kuwa tayari. Mwambie Bwana, niko hapa, nimechoka kuishi maisha ya ukame ya kiroho. Hata kusifu inakuwa ni kazi huwezi, maana huna mafuta ya Roho Mtakatifu. Unapiga makofi, unasikia maumivu katika mikono kwa sababu uwepo wa Roho Mtakatifu haupo. Unachoka, unasema nao kusifu tu. Kumbe wewe ni mapungufu ya kinga roho. Naomba tuseme.